yote katika uwezo wako, wala kuna wezaye kukuficha. Wapendwa taifa la Mungu, leo ni Dominika ya 27 mwaka C wa kanisa. Tunawakaribisha muweze kusikiliza masomo na tafakari. Somo la kitabu cha nabii Habakuki, sura ya 1 aya ya 2 hadi aya ya 3 na sura ya 2 aya ya 2 hadi aya ya 4. Ee Bwana, nilie hata lini wewe usitake kusikia? Na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu mbele yangu, kuna ugomvi na mashindano yatokea. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kuufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapo kawia ijongee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Tazama, roho yake hujivuna, haina unyoofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Neno la Bwana. Imekuwa leo, msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Somo la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Mwanangu, nakukumbusha uichochee kalama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekwa mikono ya Mungu. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Basi usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usinionee haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu. Shika kielelezo cha maneno yenye uzima uliosikia kwangu katika imani na upendo ulio katika Kristo Yesu. Ilinde ile amana nzuri kwa Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Neno la Bwana. Sura ya 17 aya 5 hadi ya 10. Mitume walimwambia Bwana, tuongeze imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu, ng'oka ukapandwe baharini, na ungewatii. Lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe, atakayemwambia mara rudipo kutoka shambani, njoo upesi, keti ule chakula? Je, hata mwambia, nifanyie tayari chakula nile, jifunge unitumikie hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa? Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu ameyafanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi, mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Neno la Bwana. Wapendwa familia ya Mungu, masomo yetu ya Dominika ya leo yanatufundisha kuhusu nguvu ya imani na unyenyekevu wa kuitumikia Injili. Kila moja kati ya masomo haya tuliyosikia naunganika kama nyuzi katika kamba moja,
ambayo ni imani inayosubiri kwa uvumilivu, imani inayofufua karama tulizopewa, na imani inayodhihirika katika huduma ya unyenyekevu. Katika somo la kwanza, nabii Habakuki analia kwa uchungu. Hata lini, Bwana, nitalia wala hutanisikia? Nitalia kwako kwa sababu ya dhuluma wala hutaokoa. Nabii anashuhudia mateso, vita na uonevu. Ni hali ambayo nasi pia tunaiona katika jamii yetu, ikiwemo rushwa, dhuluma za kijamii, umaskini, watu wachache wakila kwa anasa, huku wengine wakiwa hawana chakula. Katika hili tunaweza kujiuliza, Mungu wetu yuko wapi? Lakini kama Mungu alivyomjibu Habakuki, anatuambia kwamba hili ni fundisho kwetu, kwamba hata kama mateso yanadumu, Mungu hayuko mbali. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Wapendwa wa familia ya Mungu, kama Mama Teresa alipoulizwa kwa nini alifanya kazi ngumu sana bila malipo na bila kutafuta sifa, alijibu, sisi sio wito wa kufanikisha mambo makubwa, bali kufanya mambo madogo kwa upendo mkubwa. Imani ni nguvu ya kuishi katikati ya changamoto. Kumbe tujue ya kwamba jibu la Mungu si la mara moja, bali linakuja kwa wakati wake. Zaidi sana katika somo letu la Injili, Mwinjili Luka anatuambia kwamba mitume walimwambia Yesu, tuongeze imani. Yesu anawaambia, hata imani ndogo kama chembe ya haradali inaweza kuhamisha milima. Hii ni kusema kwamba imani yetu hata iwe ndogo kiasi gani, kama ni ya dhati, inaweza kufanya mambo makubwa. Tatizo si ukubwa wa imani, bali uhalisia wake, udhati wake. Kisha anatoa mfano wa mtumishi aliyefanya wajibu wake. Baada ya kufanya kazi yote, mtumishi hasemi ametenda jambo la ajabu, bali anamwambia bwana wake, sisi tu watumwa wasio na faida, tumetenda yaliyotupasa. Hapa Yesu anatufundisha mambo muhimu, ikiwemo kwamba imani yetu japo ni ndogo kiasi gani, lakini huzaa matunda makubwa. Hatuwezi kujidai kwamba imani yetu ni ndogo sana. Mungu hutenda makubwa kupitia imani ndogo, ili mradi iwe ya kweli. Na pia tunajifunza ya kwamba huduma yetu kwa Mungu isiwe ya kujisifia, bali ya kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu ni wajibu, si upendeleo wa kutaka sifa. Kama tunasali, tunatoa sadaka au tunahudumu, hatufanyi kwa sababu tumemsaidia Mungu, bali tunafanya kwa kuwa tunapaswa kufanya hivyo. Na hiyo ndiyo namna ambayo sote tunaalikwa kumtumikia Mungu. Lakini zaidi sana, somo letu la pili, Mtume Paulo kwa Timotheo anatukumbusha ya kwamba fufua karama ya Mungu iliyo ndani yako. Paulo anatuambia kwamba tuwe imara, tusione haya kushuhudia Injili, bali tuisimamie kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hii inatufundisha ya kwamba imani si ya maneno tu, bali ni jambo la kushuhudia. Tunapobatizwa na kupokea sakramenti mbalimbali ndani ya kanisa, tunapokea zawadi na karama za Mungu. Wengine tuna karama mbalimbali kama vile za uimbaji, za kufundisha, za kushuhudia kwa maisha ya upendo, lakini mara nyingi tunazizika kwa maisha ya woga au uvivu, hasa pale tunapoogopa au kushindwa kuzitumia. Mtume Paulo hapa anatukumbusha kuwa imara katika imani na tusiogope mashaka au mateso tunayokumbana nayo. Anatuambia kwamba daima tuwe wastahimilivu, tusubiri kwa uvumilivu. Kama nabii Habakuki anavyotufundisha tusikate tamaa tunapokumbana na magumu, tunaambiwa kwamba Mungu hachelewi bali hufanya kwa wakati wake. Lakini zaidi sana tunaambiwa kwamba daima tusizike vipaji vyetu. Kila mmoja wetu ana karama ya pekee ya kulitumikia kanisa na kuisaidia jamii. Na hivyo ndugu zangu, tunaalikwa sote kama Yesu anavyotuambia kwamba tuwe wanyenyekevu. Yesu anatufundisha kwamba imani ndogo huzaa makubwa, na kwamba huduma ya Mungu sio nafasi ya kujisifia, bali ni wajibu wetu kama wafuasi wake. Kumbe ndugu zangu wapendwa, masomo yetu ya leo yanatukumbusha kwamba maisha haya yanatakiwa yamejaa imani, na imani hii
ni jambo ambalo tunatakiwa tulichuchumilie kila siku. Tunatakiwa tuishi imani yetu kwa maisha ya uvumilivu. Tunatakiwa tuishi imani yetu kwa kutenda mambo yote kwa upendo, tukijua kwamba matokeo yake ni makubwa. Na zaidi sana tuwe wanyenyekevu mbele za Mungu ili tuweze kuishuhudia imani hii kwa wenzetu. Ndugu zangu, imani si jambo la maneno bila matendo. Kumbe mtu wa haki ataishi kwa imani yake. Na hata tukipitia magumu, tuendelee kusali, kushuhudia Injili na kumtumikia Mungu kwa unyenyekevu. Tujue kwamba hata imani yetu iwe ndogo kiasi gani, inaweza kubadilisha maisha yetu na maisha ya wengine. Tumwombe Mungu atuongezee imani, atupe subira katika magumu na atufundishe kumtumikia kwa moyo wa unyenyekevu bila kutafuta sifa. Tumsifu Yesu Kristo.